الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا أماني كبنزي شاك محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. وتقوف أميني نمشكور الله سبحانه وتعالى aliyetujalia tukaweza kukusanyika katika taa ambayo yapenda. Tumshukuru kwa neema zake, ametuwezesha tukakusanyika katika moja katika majumba zake. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba leo mimi na wewe tuko katika taa ya kuhudhuria majalis dhikr, vikao vya dhikr. Hii ni neema ambayo Mwenyezi Mungu amenipa mimi na kukupa wewe hivi leo. Na naomba Allah kama alivyotuneemesha sisi kwa hii neema atutakabalie. Ikiwa leo tumekusanyika katika nchi hii ya Burundi katika Masjid al-Hikma inayoongozwa na Sheikh Ismail Gogoz, sio? Gogoz ni jina mzee. Jina babu yako. Babu yako. Naam. Sheikh Ismail Gogoz Al-Qari. Hayyak Allah. Allah yahfadhhu. Allah hayy. Na ni fakhari kubwa leo nimeweza kukutana na moja katika wasomi ambao waliotangulia katika nchi hii ya Burundi. Nafikiri Sheikh yuko katika level ya waliotangulia kama kina Sheikh Yusuf Allah yarhamu, sio? Naam. Naomba Allah umri wake uliobakia amtilie baraka na mtakabalie. Allahumma amin. Na namuombea dua moja na naomba nyote muitikie. Namuomba Allah mpe husnul khatima. Ya Rabbi. Namuomba Allah mpe mwisho mwema. Amin. Na khairi aliyofanya Allah mtakabalie. Na umri uliobakia Allah mtilie baraka. Ampatie afya katika mwili. Ni hali ya haraj kuona wazee waliokutangulia ambao wanaweza kukuzaa wamekaa kukusikiza. Na sisi kule kwetu wazee waliotutangulia huwa tunaita as-sabiqun al-awwalun. Wallah. Na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyowapatia wao thabat katika dini na kueneza dini, na sisi ambao tunaanza da'wa Allah tujalie na sisi. Allahumma amin. Allahumma amin. Watukufu wa Islamu, leo nilipokuwa na mandugu ambao tuliotoka Kenya pamoja, niliwaambia kuna maudhui nimepangia zaidi ya miaka 5. Nikafikiria nikasema leo imefika siku ya kuzungumzia maudhui hii, kwa sababu kila wakati nasema nitakuja niangazie insha Allah hii maudhui, na leo ndio imefika siku yake. Maudhui yenyewe nataka uisikize kwa umakinifu, kwa sababu iko na maalumat nyingi, na nataka utege sikio kwa sababu kuna makosa yanayofanyika katika maudhui ambayo nitakayoangazia. Maudhui yenyewe ni aina 3 za ndoto unazoziona katika usingizi. Unapolala usiku au unapolala mchana, wewe huota ama ukaoteshwa ama ukawa na ndoto ndani ya usingizi, na ndoto hii ina maana yake na ina tafsiri yake, na Rasul sallallahu alaihi wasallam ametueleza kwamba kila aina ya ndoto unayoona ni aina 3. Ima ni ndoto ujumbe kutoka Allah kwako, ama ni shetani ya kuchezea, ama aina ya 3 ni mambo ambayo unayofanya mchana, ikifika usiku waota. Na kila ninapoangazia hii maudhui nasema insha Allah nitaangazia, na leo imefika wakati wake. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala niwafikie na atutilie tawfik. Ndoto imetajwa katika Qur'ani, katika kisa cha Nabii Ibrahim alayhi salam, katika kisa cha Nabii Yusuf imetajwa mara 3, katika sira bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndoto imeangaziwa mara 2 katika Qur'an.
Ama Nabillahi Ibrahim alayhi salam, mwajua pindi alipolala akaota amchinja mwanawe, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu As-Safat, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin falamma aslama wa tallahu liljabin wanadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Ru'ya imetajwa na ulama wanasema ndoto huitwa kwa lugha ya Kiarabu imma ru'ya au al-hilm, lakini sana sana ru'ya inatumika katika ndoto nzuri na hilmu inatumika katika ndoto mbaya. Ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi asema الرؤيا الصادقة أو الرؤية الصادقة من الله والحلم من الشيطان. الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان. Sasa ulama wakasema فالرؤيا التي تضاف إلى الله تعالى لا يقال لها حلم. رؤيا ambayo imetoka kutoka Mwenyezi Mungu unayoota hujulikana kama ru'ya, haitwi hilm. Wallati tudafu ila shaytan la yuqalu laha ru'ya, na ndoto mbaya ima ni shetani ya kuonesha mambo katika usingizi, haitwi hilm, haitwi ru'ya, yaitwa haitwi ru'ya, yaitwa hilm. Kwa hivyo hii ni ilmu daqiq, ulama wa tafsiri wametaja. Ndio maana katika visa vya mitume katika Qur'ani utaona qad saddaqta ar-ru'ya wala laysa qad saddaqta al-hilm. Sijui kama tumefahamu au al-hilm. Na kisa cha Nabii Yusuf alayhi salam imeangazia ndoto mara tatu tena. Mara ya kwanza ni yeye mwenyewe alipoona akisujudiwa na jua na mwezi na nyota 11. Inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shams wal-qamar ra'aytuhum li sajidin. Ra'ayt ru'ya. Kadhalika ndoto ya yule mfalme aliona ng'ombe wa 7 waliokuwa ni membamba wa kila ng'ombe wa 7 walionenepa, na sumbula ni ngano 7 zilizostawi na 7 zilizokauka. Watu wakamwambia adghathu ahlam, hawakusema ruya, kamba hizi ni vitu shetani wa kuchezea, ndio bwana ikaitwa hilm. Na ndoto aina ya tatu iliyoangaziwa katika kisa ya Nabii Yusuf alayhi salam katika Qur'ani ni wale wafungwa wawili ambao tutawaangazia kwa undani. Kuna siri kubwa katika kufasiri ndoto, namna alivyofasiri Nabii Yusuf. Kwa hivyo ndoto imeangaziwa katika hali tatu au katika sehemu tatu katika Qur'ani inapoangazia kisa cha Nabii Yusuf. Kadhalika katika suratul Anfal ilipokuja katika kisa cha ilipotokezea vita vya Badr, ar-rasul alioteshwa akaota, Mwenyezi Mungu akaangazia katika suratul Anfal. Kadhalika nusra iliyokuja kabla fathu Makkah, Mwenyezi Mungu ameangazia katika suratul Fath, Allah akizungumzia ndoto aliyoota Mtume sallallahu alayhi wasallam, laqad sadaqa Allahu ru'ya bil haqq, laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah. Sasa hii ni ndoto aliota Mtume na Allah ameangazia katika Qur'ani, kiasi cha kuwa masahaba ridwanullahi alaihim walifurahia ndoto zote mbili, na ar-rasul alifurahia. Ama suratul Anfal
Allah alimpatia nusra, ama katika suratul Fath Allah alimpatia nusra. Hasa hizi ndoto zingine kutoka Mwenyezi Mungu kama mwongozo, kama bishara, na si katika Qur'ani peke yake, katika sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama al-Qur'ani, ndoto imeangaziwa katika kisa ya Nabii Ibrahim alayhi salam, katika kisa ya Nabii Yusuf mara 3 alayhi salam, katika sira Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imeangaziwa yote katika Qur'an. Ama katika sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema mtume wetu Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamu alayhi, kujieleza yeye ni nani, akasema inni Abdullah wa khataman nabiyyin wa da'wati abi Ibrahim wa bisharati Isa bi wa ru'ya ummi allati ra'at kadhalika ummahatun nabiyyin tarain. Alijieleza Mtume Muhammad yeye ni nani, akasema inni Abdullah, mimi ni mja wa Allah, wa khataman nabiyyin, na mimi ndo mwisho wa mitume wote, wa da'watu abi Ibrahim, na mimi ndo dua aliomba Nabii Ibrahim aliposema wab'ath fihim rasulan minhum. Alipojenga al-Kaaba, Nabii Ibrahim pamoja na Nabii Ismail alayhim assalam aliomba dua, akasema ya Rabb, na kuomba tunemeshe, jalia iwe hii nchi baladan amina, warzuq ahlahu, na uwapatie riziki, na ujalia patikane mtume miongoni mwao. Aliposema wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayati, ewe Mola, najalia patikane mtume awe ni miongoni mwao. Sasa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema ana da'watu abi Ibrahim, mimi ndo dua ya mtume Ibrahim, babangu Ibrahim. Asema ana Abdullah, inni Abdullah wa khataman nabiyyin wa da'watu abi Ibrahim wa bisharatu Isa bi, na Nabii Isa alitoa bishara yati min ba'di ismuhu Ahmad. Asema ile bishara aliyotoa kwamba atakuja mtume ndo mimi, bishara aliyotoa Nabii Isa. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Asema ana bisharatu Isa bi, mimi ndo bishara Nabii Isa. Kisha mahali shahid tunapotaka wa ru'ya ummi allati ra'at, na mimi ndo ndoto aliyooteshwa mamangu, wa kadhalika ummahatun nabiyyin tarain, na kadhalika mama zake mitume wote wanakuwa ni wenye kuoneshwa ndoto kuhusiana na mimba waliobeba, ya kwamba mimba hii na mtoto huyu uliombeba katika tumbo yako si mtoto wa kawaida. Walikuwa wakioneshwa ndoto mama zake mitume wote. Maryam alayhi salam alioneshwa ndoto hii kwamba mimba uliobeba huyu ni Isa, ni mtu special. Kadhalika Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mamake Amina binti Wahab alioteshwa kwamba hii mimba si mimba ya kawaida. Ulama wakasema alioneshwa nini Amina binti Wahab ummu nabii sallallahu alayhi wasallam? Qalu tara manaman ala anna ma fi batniha lahu sha'n, anaoneshwa katika ndoto kwamba kile ulichobeba ndani ya tumbo yako, basi ujue ya kwamba huyu mtu ama huyu mtoto atakuwa ni mtu muhimu sana. Na Rasul sallallahu alayhi wasallam, wa inna umma rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ra'at hina wada'athu nuran adaa'at lahu qusur ash-Sham, na pindi alipojifungua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamake akaoneshwa nuru katika ndoto, akaoneshwa nuru ambayo iliyosambaa mpaka ikafika Sham.
nuru inayotoka kutoka tumbo yake, akaonyeshwa katika ndoto. Nuru hiyo kutoka Maka, Madina imefika mpaka Sham, mwangaza kama vile jua ikitoka uweka mwangaza, basi nuru kutoka tumbo yake ilikuwa inaonyesha hivyo, alioteshwa. Sasa hii ndoto ni bishara. Kila mtume aliyezaliwa mamake alionyeshwa jambo muhimu kuhusiana na mimba aliyobeba. Watukufu wa Islamu, masahaba pia waliota. Tumetaja ndoto katika Qur'ani na Sunna, na masahaba pia waliota, wakaonyeshwa ndoto aina tofauti tofauti. Lakini kwa sababu nina mengi ya kusema, nitataja ndoto moja peke yake ya masahaba. Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu arda aliota ndoto ya ajabu. Alipohamia Mtume sallallahu alaihi wasallam mji wa Madina, akafanya hijra, alijenga msikiti kabla hajajenga nyumba yake. Akatanguliza nyumba ya Allah kabla nyumba yake. Alipojenga msikiti, kwa mara ya kwanza Waislamu waliweza kuswali Jum'a wa jamaa. Jum'a wa jamaa. Hii neema tuliyokuwa nayo sisi ya kuweza kuswali magharibi pamoja, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba, miaka 13 neema hii ya kuswali jamaa walikuwa hawana. Walikuwa wakijificha wakiswali kando kando, wawili wawili, watatu. Sana sana walikuwa wakikutana katika nyumba ya Abubakar, lakini wakiwa wadogo, idadi yao ndogo. Hasa maadamu wamekutana mji wa Madina na hakuna cha kuogopa, wakajenga msikiti, wakawa wanaswali. Wakikutana msikitini, sasa watu wanapishana. Vipi? Tushaswali nyinyi mchelewa. Vipi? Tushaswali mmechelewa. Hasa wakaulizana, Rasul akawashauri kama Mwenyezi Mungu alivyomwamrisha, wa amruhum shura bainahum. Hii swala naona kama ambaye hatuwezi kutoa ilani. Kwa hivyo tufanyeje ili tutoe ishara ya kwamba wakati wa swala umefika? Na kulikuwa hakuna adhana hapo. Kila mmoja akatoa fikra. Mwingine akasema tutumie kengele. Mmoja kengele, sio? Kwa wale ambao waliosoma shule wanajua kengele ikipigwa hisa imeisha. Wengine wakasema la, tutumie buk. Buk ni tarumbeta. Mmoja tarumbeta, sio? Wanaipuliza kama vile Mayahudi wanavyopuliza. Wengine wakasema tufanye kama vile Wakristo. Kila mmoja akaja. Mwingine akasema la, tupige ngoma. Naona watu wa Burundi ni watu wa kupiga ngoma, sio? Wengine wakasema la, tuwashe moto. Hasa kila mara 5 kwa siku mtawasha moto mbali watu waone. Katika hali ya kushauriana, mwisho wakakubaliana wacha tutafute kengele. Wa huwa an-nabii sallallahu alayhi wasallam kana yakra, alikuwa hapendezwi na hii fikra, lakini maadamu imepita katika shura akasema sawa. Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu alipofika nyumbani, hili wazo kila mmoja asema tufanyeje. Akalala. Alipolala akajiwa na watu wawili katika ndoto waliokuwa na sura nzuri, waliovaa mavazi mazuri. Wakamchukua, na hawa watu walikuwa wamebeba kengele. Akawaambia, si munipe hii kengele na muniuzie? Akaulizwa, watakia nini hii kengele? Katika ndoto akasema, nataka kuinunua nipate mimi hiyo thawabu, nimpelekee Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aitumie kama ilani kuonesha kwamba wakati wa swala imefika. Ikifika alfajiri yapiga kengele, ikifika dhuhuri yapiga kengele, ikifika magharibi yapiga kengele, ikifika ishai yapiga kengele, ikifika alasiri yapiga kengele. Wale wakamwambia, la, tutakupa fikra bora zaidi. Akauliza, fikra gani? Akamwambia, ikifika wakati wa swala, waonaje useme maneno haya:
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Na ikifika wakati wa kusimamisha swala, watu washakusanyika, umewaita hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah. Ikifika wakati wa swala, utaqimu kuonesha kwamba iqamati swala imefika. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, qad qamati as-salah, qad qamati as-salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Baada kuota hiyo na maneno hayo kuambiwa, akazinduka kutoka usingizi.